Habari wananzengo, leo nilitaka kwenda kuwaonyesha duka linalouza vitabu ambalo huku tunatumia kununua vitu vingi sana vya shule. Basi nilijiandaa asubuhi, nikampeleka mwanangu shule, nikaenda kupanda usafiri. Nikashuka kwenye tram, nikaenda kupanda bus. Kwa sababu hiyo sehemu ukienda kwa bus ni rahisi sana kwa kwenda na train. Basi hapo nipo ndani ya bus. Mwenyewe nimekaa, nafika tu basi lingine likawa limeondoka, nikapanda hilo. Hapo inaonyesha bado dakika 0 basi liondoke, yani huku usafiri hauchelewi. Yani dakika ikifika basi lazima liondoke, halisubiri hata kama uko mlangoni unagonga. Basi hapo tuko njiani, magari ya pembeni yanaingia kwenye tunnel chini. Si tuko barabara ya basi, inaonekana nyekundu hapa. Hapo nimekaa kwenye basi kwa sababu kuna penye pana kaumbali, unakaa vituo kama 10 hivi ndio unafika hiyo sehemu. Hapa tupo kwenye kituo cha basi. Hapa kuna soko kubwa linaitwa International Lungis Market. Soko kubwa sana liko maeneo hayo. Basi nimefika sehemu yangu, nikashuka, nikaa naingia sasa kwenye mall. Nataka niwapeleke kwenye hilo duka. Hapo ndipo kwenye escalator na panda. Jamani, natamani sana na sisi nyumbani tulikuwa tuna maduka kama haya, kwa sababu mzazi uhangaika na kutafuta vitu sehemu mbalimbali, kila kitu unakipata sehemu moja. Basi hapo ndo naenda mwenyewe kwenye duka. Duka lenyewe linaitwa Cultura. Na Ufaransa maduka mengi kwenye mall wanafungua saa 4 asubuhi. Unaweza kaingia kwenye mall lakini maduka yamefungwa. Hapo nimefika, duka ndo hili hapo. Hapo wameorozesha vitu utakavyovipata ndani. Na hapo inaonyesha floor ambayo kuna duka unalitafuta, unaangalia ni floor gani. Sasa hapa katika kutembea tembea nasubiri duka lifunguliwe saa 4. Bwana, nikana msikiliza lichodangwa. Akaongea neno nikashindwa kujizuia, kabidi nicheke. Ndio hapo. Yaani hili duka linauza kila kitu. Hapo saa 4 imefika, duka linafunguliwa sasa. Kama unaweza kuona watu wanaingia. Na mimi nikajikongoja. Ukiingia hapo mbele ilikuwa ni mambo ya Valentines, wameweka vitabu. Yaani duka linauza novel, linauza vitabu vya shule, linauza kila aina ya kitabu ambacho unaweza ukakipata ya dunia hii, kipo mle. Na wamepanga. Hapo wanaonyesha vidu famii, maisha ya family. Yaani wamepanga vitabu kutokana na umri pia. Haya, hapo pembeni unaona, yaani vitabu ni vingi. Kuna session ya science, kuna session sijui ya mathematics, kuna vitabu vya shule vya watoto wa primary. Sasa hii sehemu ndio wazazi, siku watoto wanafungua shule, wazazi wote wanawakuta huko kwenye hili duka. Sio kama sehemu zingine hawauzi, lakini hili duka ndio linauza kila kitu, yani kila kitu unakipata huko. Hapo kuna vitabu vya story. Majina ndio hayo jamani, Kiswahili sijui anahitaji mengine bado magumu. Haya, mwanangu anapenda sana kitabu cha Adele, ana miaka 12. Yaani wana aina ya vitabu. Na hapo Science and Human. Ukitoka kwenye science unaingia kwenye vitabu vya yani kama literature vya watoto. Hapo pembeni kuna vitabu vya shule ambavyo sasa sio kama vinafundishwa shuleni, watoto wanachukua kufanya mazoezi hivi hapo. Kuna CP, C1, kama vile darasa la kwanza la pili hivi hapo. Hapo ni vitabu vya shule tu. Umeona? Ambavyo mtoto anaweza kufanya mazoezi. Sio kama unafundisha darasani, hapana. Unamnunulia mtoto nyumbani anakuwa anafanya mazoezi nyumbani. Ndio hivyo. Hili duka pia wanauza games. Wanauza vifaa vya kompyuta. Yaani wanauza vitu vya aina mbalimbali. Hapo kuna headphones, kuna mishikio ya magari, ile uskanyo wa magari ya games. Kuna PS5, kuna sijui nini inaitwa Switch, Nintendo Switch, hizo Nintendo Switch.
Yaani hili duka limesheheni wapendwa. Kuna eti mwanangu ananiambia kwa nini sikumnunulia PS5. Njie. Ukienda mbele kuna vifaa vya mziki. Hapo utaona magitaa, utaona vinanda. Umeona hapo ni vinanda, kuna magitaa. Yaani hili duka anauza kila kitu. Na hili duka ndio tuseme ni kama sijui duka gani Kariakoo anauza vitu vya shule. Kuna system za mziki. Yaani hili duka limesheheni. Natamani hata siku moja sisi nyumbani tuko na duka kama hili. Vifaa vya shule tu, unaja kwa kama miziki. Vifaa vya shule tu. Duka kubwa, yani mzazi akienda ananunua sehemu moja hangaiki. Haya, ukienda mbele unakuta zile CD za mziki, sijui album za wasanii. Hapo kuna album jazz, sijui K-pop. Yaani kila kitu. Hizo ni album za wanamziki. Wana yale masidi makubwa pia ya zamani. Yale masanturi sijui yanaitwa haya hapo. Yaani kwa kweli wamejipanga. Gitaa hizo zimepangwa vizuri. Yaani hili duka watoto wakiwa wanafungua shule, hili duka unakuta limejaa jamani, duka limejaa. Unajua kujaa? Duka limejaa yani. Hapa tunaingia kwenye section ya vifaa vya shule. Kuna rangi, kuna penseli, kuna kila aina ya vifaa. Mnakumbuka biki? Sasa biki mpaka zile zamani huku zipo. Na shuleni watoto lazima wanatumwa rangi, kwa hiyo unakuta mzazi lazima uende kwenye hili duka. Kuna peni. Peni ndio hizo zimewekwa hapo. Wanachagua sijui ball pen, nini, penseli sijui HB, 2HB, yani jamani. Yaani vifaa vya stationery vidogo vidogo vyote unavikuta humo. Umeona? Hapo kuna mabegi, kuna mafaili, kuna vifaa vya kompyuta. Mabegi hayo unayaona mabaya, lakini bei yake unaweza kukuta euro 80 mpaka 100. Hapo tunaenda kwenye rim papers. Hapo kuna rim paper, kuna mafaili, hizo file, kuna madaftari. Umeona wanapanga. Kwa hiyo mnaweza mkaambiwa mtoto aje na madaftari labda peji 96 au 80, unakuta limeandikwa peji pembeni, mwalimu anataka hilo na lazima upeleke hilo daftari. Ona walivyopanga. Kwa hiyo shule inakupa list, wewe unakuja kuangalia madaftari hapa. Sehemu za michezo ya watoto, yani kama mtoto anapenda kuchora pia unakuta. Yaani hili duka limesheheni wapendwa. Mimi nilipenda kuwaonyesha hili duka sana sehemu tunaenda kufanyia shopping ya shule kwenye madaftari. Huku pengine niliamua kurekodi tu kwa sababu nina vitu vingi. Si, bonjour. Vous êtes belle. Mwanangu anawasalimia bonjour, anawaambia nyewe ni wazuri, ndio vous êtes belle. Wale wanaopenda Lego. Jamani, na wazungu wanapenda ama michezo, sijui nawasaidia nini. Hapa ni games tu ziweza kutumia akili. Sijui Monopoly, magame tofauti wanayaweka. Hapa pembeni watu wanaopenda kutengeneza bangili, wanaopenda kuchora, umewekewa rangi hizo. Yaani duka limesheheni jamani. Angalia vifaa vya watoto wa kike wanaopenda kuchora. Nilivyosogea hii sehemu sikuwahi kujua kama hili duka wanauza pia vifaa vya kutengenezea keki, vya kupikia na kupambia keki. Ndio mara ya kwanza naingia kwenye hii section hii hapa, nikaona vifaa vya kupambia keki, wanaweka vitu mbalimbali, rangi, umeona?
piping bag, sijui zile tip, masufuria. Kwa kweli wamejiandaa. Yaani kwa kweli duka ni kubwa. Kwa wale wanaopenda kushona, wale wanaopenda kushona zile nyuzi za kufumia, wanaopenda kushona mambo ya cherehani, huu mpaka vichwa vya cherehani wanauza. Ona uzi huo, mpaka cherehani wanauza. Basi hili duka ndio ambalo yani shule zikitaka kufunguliwa, mnapewa, walimu wanatuma hii listi kwa wazazi. Kwa unakuta wazazi humo wamejaa, yani ukichelewa, ukienda siku ambayo watoto wanakaribia kufungua shule, upati vitu. Wazazi wameshafanya shopping tangia wako likizo. Yani duka linajaa ili siku za kufungua shule nyie. Natamani na sisi nyumbani tuseme kama supermarket ya vitabu na vifaa vya shule. Sio Kariakoo unaenda unamwambia naomba hichi, unamtuma Muhindi naomba hichi, naomba hichi, naomba hichi. Unaingia unachagua kitu unachotaka. Hapo nakuonyesha rangi. Kwa wale wanaopenda kuchora, hii ni sehemu ya watu wanaopenda kuchora kwa sababu kuna cardboard zile pale chini. Kuna zile rangi za kuchorea ukuta hizo hapo. Ila nashindwa kuelewa kwa nini na sisi nchi zetu hazijajipanga. Hapa sisemei ni nchi, nasemea ni sisi wenyewe watu. Ukifungua duka kama hili lakini ni la vitabu tu, unaweka vitabu mbalimbali, naamini litawasaidia watu wengi sana. Alafu bei zake zikawa za kawaida tu. Hili duka liko kila mkoa Ufaransa na sio moja. Unaweza kukuta Dar es Salaam labda yako 7. Kwa hiyo natamani sana. Hebu angalia hapo kuna card za birthday, Valentine, yani vitu mbalimbali. Hiyo sehemu pembeni pale mbele, hizo voucher. Hiyo sehemu ya pembeni mbele ndio hapo unalipia sasa. Ukinunua kitu unaingia hapo unalipia, unatoka. Nilizunguka zangu hapo nikatoatoa macho, hapo kuna magazeti hizo Juno. Nimeingia zangu nikatoka. Nikasemaje ngoja nirudi nyumbani. Haya hapo natoka. Yaani hili duka lipo kwenye mall. Ni mall kubwa, kwa hiyo duka lipo ndani. Hapo natoka zangu naenda kusubiri basi. Natoka nipo kwenye kituo cha basi hapo nasubiri basi. Basi langu linaonyesha bado dakika 5 hizo hapo la juu hilo. Nikaa nalisubiri. Umeona hayo mabasi kama mwendo kasi. Sio yote yako kama hivyo. Haya ni mabasi, haya yanaitwa TVM. Yanabeba watu wengi. Yanaenda sehemu yenye watu wengi, lakini pia kuna usafiri mwingine sio haya tu. Basi zangu bado dakika 5. Nikawa nimekaa hapo, mvua ikaanza kunyesha. Basi langu likatokea kwa mbali, mwenyewe naliona lile kule linakuja. Yaani huku basi halichelewi. Ikiwa dakika 1 ni dakika 1, na ukichelewa unaachwa. Hata kama uko mlangoni unagonga mlango unaachwa. Tumepanda kwenye basi. Nimekaa zangu ndo narudi nyumbani. Ila mimi najiuliza, kwa nini kwa Tanzania tunashindwa kuwa na vitu kama hivi yani? Yaani duka kubwa zuri. Pale Mlimani City tunaweza kaeka kama pale Mr Price. Kwa kuna duka la vitu vya shule tu. Duka yani stationery ikawa kubwa. Sio mtu anaenda kununua vitu sehemu mbalimbali. Yaani ikiwa kila kitu unakipata sehemu moja na bei rahisi, wazazi wananufaika na mzazi anakuwa hangaiki sana. Nimefika zangu basi hapo nikaingia nyumbani, ndo natembea mwenyewe. Nimechoka. Naomba tuendelee kusapotiana. Muwe na siku njema. Mbarikiwe.